Habari ya saizi ndugu yetu mtazamaji na msikilizaji, yani NTC TV. Huu ni ukurasa wa halmashauri ya mji wa Njombe wa YouTube ambao unarusha maudhui mbalimbali yanayohusu halmashauri yetu ya mji wa Njombe. Na mtakumbuka kipindi kilichopita tumekuwa na programu ya kujifunza masuala ya ardhi na elimu mbalimbali zinazohusu ardhi. Tuna kipindi chetu ambacho tumekipa jina linaitwa Ardhi Yako Mtaji Wako. Na kama wewe ndio unasikiliza kwa mara ya kwanza na kutazama, naomba nifafanue tu kwamba ardhi ni rasilimali ya msingi sana ambayo maisha yote ya binadamu na ya kila kitu kingine hapa duniani kinafanyika juu yake. Na hivyo ndio maana tumeona kipindi chetu kiite Ardhi Yako Mtaji Wako. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ardhi hii ndio inakupa mtaji wa kila kitu. Itakupatia pa kulima, itakupatia pa kujenga nyumba, itakupatia pa kuishi, pa kufanya uwekezaji mbalimbali, viwanda na kadhalika, huduma za jamii zote. Kwa hiyo ni mtaji wa maisha yetu, lakini pia ardhi ni mtaji wa maisha kwa mtu mmoja mmoja. Ardhi unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuendesha uchumi wako. Ukilima utapata fedha, ukichukua ile ardhi unaweza ukaiweka bondi, ukafanyaje, ukakopea, ukafanyaje. Hiyo tutajifunza huko mbeleni kwamba namna gani ardhi unaweza ukaitumia na faida yake. Kwa hiyo tulikuwa na maana ya ardhi, nini maana ya ardhi tulijifunza na tuligusia kidogo kwenye aina za ardhi. Kwa leo tutakuwa na mwendelezo wa kipindi chetu tulipoishia awamu iliyopita. Tulishia katika kuangalia aina za ardhi ni zipi, na tulijifunza ardhi ni udongo ulioko chini ya uso wa nchi pamoja na mimea inayoota kupandwa juu yake na majengo na mawe na milima na vitu vyote vilivyoko juu ya ardhi, isipokuwa maji, madini, petroli havimilikishi chini ya sheria ya ardhi. Niliomba nirejee hii, na hii ni kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99. Sasa kumekuwa na maswali, kuna watu waliuliza maswali kupitia ukurasa wetu, na wengine wamepiga simu kwa maafisa habari wetu wakiuliza. Mfano, mtu mmoja aliuliza, mfano mimi na shamba langu ekari 200, katikati kuna mto umepita. Je, ule mto na yale maji ni ya kwangu? Je, si sehemu ya ardhi, siwezi kumilikishwa? Mto ule mkubwa una maji mengi, hauwezi ukawa sehemu ya ardhi nikamilikishwa ukawa wa kwangu na nikauwekea masharti? Naomba nijibu hivi, tunarejea pale. Ardhi ni nini? Tumesema ardhi ni pamoja na udongo ulioko juu na chini ya uso wa nchi pamoja na mimea na vitu vyote vilivyoko juu yake. Lakini tukumbuke tukasema kwamba maji, madini, petroli, gesi, vyote hivyo sio sehemu ya ardhi, havimilikishwi kwenye fungu la ardhi. Na ndio maana hata katika ukiangalia katika namna serikali yetu inavyojiendesha, kuna wizara ya maji. Vinginevyo ingekuwa ardhi ingesimamia hadi maji. Kuna wizara ya madini. Kwa hiyo mto ule unaopita kwenye shamba lako sio mali yako na uwezo kumilikishwa, isipokuwa wewe ukitaka kumilikishwa eneo lako, na tutajifunza huko mbeleni namna ambavyo umilikishaji unafanyika, upangaji wa ardhi na upimaji wa ardhi unavyofanyika, tutajifunza. Cha msingi wewe utakuwa tu barozi wa kulinda, utafanya shughuli zako nje ya ule mto, na kama ni mto kuna sheria za hifadhi za mazingira ambayo nasema ni mita 60 kwa kuulinda ule mto, na sheria za maji pia zimeelekeza. Kwa hiyo wewe ambacho utakuwa ni barozi tu wa kulinda ule mto ili usiharibike, kwa sababu ile ni public utility, yani ni rasilimali ambayo inatumiwa na jamii yote. Kwa hiyo huwezi kamilikishwa mto ukasema ule mto ni wa kwangu, ule mto au lile bwawa ni la kwangu, ile bahari ni ya kwangu ambayo iko kwenye shamba langu, au kuna kiziwa ndani ya shamba lako katikati ukasema lile ziwa ni la kwangu. Kwa hiyo watu mtakuja kuchota maji, mtachota kwa masharti, huu ni mto ni wa kwangu. Hapana. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini mwingine akauliza swali kwamba mimi nina kiwanja changu, nina hati ya kumiliki kiwanja changu, na sasa katika ujenzi nikawa na chimba labda choo, mara nikakutana na madini. Yale madini kwa nini yasiwe ya kwangu? Je, madini yale yatakuwa ya kwangu au hayatakuwa ya kwangu? Nipende tu kutoa ufafanuzi kwamba yale madini sio ya kwako kwa sababu hujamilikishwa. Wewe umemilikishwa ardhi, na sheria ya ardhi haimilikishi madini. Madini yanasimamiwa na sheria za madini, na
kuna namna yake kwamba madini yakigundulika sehemu fulani, wewe unafika kwenye ofisi ya madini. Zipo ofisi za madini kila mkoa, na ipo wizara ya madini. Utaenda pale, watakuelekeza, utakata leseni aidha ya utafiti au ya uchimbaji, kwa jinsi ambavyo watu wa madini wanaweza kukuelekeza. Sitaki nijikite sana kwenye madini kwa sababu mimi sio mtaalamu wa madini, lakini toshe kusema madini yale si sehemu ya kumilikishwa ardhi, kwa sababu yale yana utaratibu wake. Unafika ofisi ya madini, watakupa utaratibu, na hivyo ukikutana na madini, unachimba choo ukakutana na madini, usianze kusema nitaweka fence hapa niwadhibiti watu. Wewe cha msingi nenda karipoti kwenye mamlaka zinazohusiana na madini, wakupe taratibu, kama ni kuchimba, kama ni kufanya utafiti, vyovyote vile itakavyokuwa. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba ardhi sio sehemu ya madini sio sehemu ya kumilikishwa ardhi. Unapomilikishwa ardhi, humilikishwi na madini ambayo yanaweza kupatikana katika sehemu yako ya ardhi. Sasa baada ya kujibu maswali haya, tutaendelea kuwa tunajibu maswali kwa kadri yanavyojitokeza. Tuende sasa, tulijifunza kuna aina za ardhi. Na ardhi, tulisema ardhi yote ya Tanzania kwa mujibu wa sheria ni mali ya umma. Ni sawa kuna watu wanamiliki ardhi moja kiukoo, kikundi, lakini bado sheria inatambua kwamba ni mali ya umma, na msimamizi mkuu wa ardhi huyu ni rais, ambaye sasa ni kama mdhamini, msimamizi mkuu kwa niaba ya watu wote wa nchi. Kwa hiyo sheria inatambua aina 3 za ardhi. Maana tulijaribu kipindi kilichopita kuulizana maswali. Nilisema mahali fulani tulikuwa tunafundisha aina za ardhi, mwingine alisema aina za ardhi ni udongo mfinyanzi, mwingine alisema udongo kichanga. Hizo sio aina za ardhi, hizo ni aina za udongo. Sasa tuna aina 3 za ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99. Kundi la kwanza la aina ya ardhi inaitwa ardhi ya kawaida. Ardhi ya kawaida. Ardhi ya kawaida ni ardhi gani? Hii ni ardhi yote ya umma ambayo sio ardhi ya hifadhi au ya kijiji. Kwa hiyo sasa unaona hapo kuna maneno yametamkwa. Tunaona sasa kumbe tuna aina 3 za ardhi. Kuna ardhi ya kawaida, kuna ardhi ya hifadhi, na kuna ardhi ya kijiji. Ardhi ya kawaida, ardhi ya hifadhi na ardhi ya kijiji. Sasa tuone tafasiri ya makundi matatu haya aina za ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi. Ardhi ya kawaida ni ardhi yote ya umma. Maana tumesema ardhi zote ni za umma. Ardhi yote ni ya umma, na mdhamini mkuu, msimamizi, Mheshimiwa Rais kwa niaba ya watu wote. Kwa hiyo ardhi ya kawaida ni ardhi yote ya umma ambayo sio ardhi ya hifadhi wala si ardhi ya kijiji. Maana tumesema tuna makundi matatu. Kwa hiyo ardhi ya kawaida sio ardhi ya hifadhi wala si ardhi ya kijiji. Na hii inajumuisha ardhi ya kijiji ambayo haikaliwi wala kutumika au kusimamiwa na kijiji au na mamlaka za hifadhi. Kwa kumbe ardhi ya kawaida ni ardhi ambayo inasimamiwa na nani? Msimamizi wake mkuu ni kamishna wa ardhi kwa niaba ya rais pia. Kwa hiyo hii ni ardhi inaitwa nini? Ardhi ya kawaida. Haisimamiwi na kijiji wala haisimamiwi na mamlaka za hifadhi. Kwa kadri tunapozidi kuona, tutaenda kujifunza zaidi kwamba ardhi ya kawaida hii sasa yenyewe ikoje, ina sifa gani, sheria zipi zinasimamia. Kwa hiyo ardhi ya kawaida yenyewe ni ardhi ambayo sio ya kijiji wala si ardhi ya hifadhi, lakini ardhi hii msimamizi mkuu wake ni kamishna wa ardhi kwa niaba ya rais. Kwa hiyo ardhi hii inasimamiwa na sheria namba 4 ya mwaka 99 ndio msimamizi, lakini pia kuna sheria za mipango miji, kuna sheria za uthamini, kuna sheria za upimaji. Tutakuja kujifunza huko mbeleni. Leo itoshe kuelewa funguvu hili la ardhi ni kwamba ni ardhi ambayo sio ya kijiji wala si ardhi ambayo ni ya hifadhi, na msimamizi wake mkuu ni kamishna wa ardhi kwa niaba na tusema. Lakini tunarudi nyuma, tunajifunza kwamba ardhi yote msimamizi mkuu au mdhamini mkuu ni Mheshimiwa Rais, lakini na ardhi yote ni ardhi ya umma. Kwa hiyo aina ya pili ya ardhi ni ardhi ya hifadhi. Hii inajumuisha ardhi yote iliyotengwa kwa matumizi kama hifadhi za misitu,
hifadhi za mbuga, hifadhi za wanyamapori na maeneo mengine yote ya hifadhi. Mfano, sisi hapa tuko Njombe. Ukiwa hapa Njombe mji, kuna barabara kuu inapita, inatoka Makambako inaelekea Songea. Barabara hii inahifadhi, unaweza kuona kuna beacon zimewekwa pembeni kwamba barabara inaanzia katikati inaishia hapa na upande huu unaishia hapa. Hii ni hifadhi ya barabara, tumependa kuziita hifadhi ya barabara. Kwa hiyo ile ni ardhi ya hifadhi, lakini ni hifadhi ya nini? Ya barabara. Ukienda huko mathalani, natoa mifano ya Njombe kwa sababu mimi niko Njombe, natoa mifano. Ukienda mathalani kule kwa majirani zetu wa Ng'ombe, utakuta kuna hifadhi ya Mpanga Kipengele. Ile ni ardhi ya hifadhi, lakini ni hifadhi ya nini? Ya msitu. Ukienda huko utakutana na hifadhi ya Kitulo. Ile ni hifadhi, lakini hifadhi ya nini? Ya wanyama, sijui na maua na vitu vingine kama hivyo. Ukienda Iringa utakutana na hifadhi ya Ruaha ambayo imepita, Ruaha National Park. Ile ni hifadhi ya wanyamapori. Kwa hiyo kumbe kuna hifadhi nyingi ambazo zipo, lakini zote hizi zinaitika kwenye nini? Kwenye kundi la ardhi za hifadhi. Sasa inategemea ni mamlaka gani. Hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro, hiyo inasimamiwa na mamlaka ya Ngorongoro. Hifadhi za wanyamapori zinasimamiwa na TANAPA. Kwa hiyo ipo sheria inayosimamia. Hifadhi za barabara, ipo sheria ya barabara ambapo msimamizi mkuu wa hii ardhi ni nani? Ni TANROADS. Kwa hiyo hizi ardhi za hifadhi haziko kwenye, zinaweza ukazipata ndani ya kijiji, ukazipata ndani ya ardhi, lakini yenyewe ni ardhi ya hifadhi. Kwa hiyo unaweza ukakuta kumbe hapa halmashauri ya mji wa Njombe au kwingineko kwenye eneo la utawala wake, ukakuta kuna aina zote hizo za ardhi. Kuna ardhi ya kawaida, kuna ardhi ya hifadhi na kuna ardhi ya kijiji mle unazikuta zote zipo. Na hizi ardhi moja inaweza ikahami ikaenda kundi lingine. Inawezekana tutakuja kujifunza kubadilisha ardhi kutoka ardhi ya hifadhi labda kwenda ardhi ya kijiji, au kutoka ardhi ya kijiji kwenda ardhi ya hifadhi. Tutajifunza wakati mwingine. Lakini kundi la tatu na la mwisho ni ardhi ya kijiji. Hii ni ardhi ambayo inapatikana kwenye kijiji husika ambacho mipaka yake imewekwa kwa sheria au utaratibu wa kiutawala kama ardhi ya kijiji. Na kijiji ili kiitwe kijiji lazima kiwe kimesajiliwa, lakini kimepimwa. Kwa hiyo tunapokuwa na kijiji kimesajiliwa chini ya sheria ya serikali za mitaa tawala za wilaya namba 7 ya mwaka 82 na sheria ya makazi ya vijiji namba 27 ya mwaka 65, zote hivi zikatambulika na mipaka ikafahamika na kijiji kikasajiliwa na mipaka ikapimwa na kijiji kikapatiwa cheti cha ardhi. Maana hapa sasa niweke vizuri, kwenye ardhi ya kijiji tuna cheti cha usajili wa kijiji, lakini pia kijiji kama kimesajiliwa kinakuwa na mipaka yake, kinapimwa. Kikishapimwa kinakuwa na ramani na ukubwa, kinaandaliwa cheti cha kijiji. Sasa cheti cha kijiji kinatolewa chini ya upande wa Wizara ya Ardhi, na cheti cha usajili wa kijiji kinatolewa na mamlaka za serikali za mitaa kwa maana ya TAMISEMI chini ya hizo sheria ambazo nimezitaja. Kwa hiyo ardhi ya kijiji ni ardhi yote iliyoko ndani ya mipaka ya kijiji kilichosajiliwa na kupimwa na mipaka yake kufahamika. Na hivyo sasa ardhi hii ya kijiji msimamizi wake mdhamini, lakini ninavyosema mdhamini tukumbuke tumeshasema ardhi yote ya umma ni ya umma na msimamizi mkuu ni Mheshimiwa Rais ambaye ndio mdhamini mkuu wa ardhi wa ardhi yote ya nchini kwetu. Na hivyo sasa, lakini sasa tunapoenda kwenye mafungu, kila sehemu kuna msimamizi. Ndio maana tumejifunza hapo nyuma, ardhi ya kawaida msimamizi wake ni kamishina, amekaa mkuu wa kijiji wa wananchi wote. Mathalani kuna ardhi zinataka kutolewa maamuzi kwenye kijiji yeye, wakazi wa pale ambao wana sifa ya kuitwa wanakijiji ndio wanaweza kufanya maamuzi kwa kuzingatia sheria za serikali ya mitaa kwamba watu wanatakiwa wafanye maamuzi. Hao ndio muamuzi mkuu. Lakini wale wajumbe wale 20 na ngapi, wale 25, wale ni wadhamini, kwa maana ni wasimamizi. Wao huchukua mapendekezo na kuyapeleka kwenye mkutano
mkuu wa kijiji kwa ajili ya kufanya maamuzi. Kwa leo tumejifunza aina hizi tatu za ardhi: ardhi ya kawaida, ardhi ya umma, ardhi ya kawaida ambayo ndio ardhi ya umma ambayo husimamiwa na kamishna wa ardhi, ardhi za hifadhi ambazo zenyewe zinasimamiwa na hifadhi husika. Tumeona wanyamapori, tumeona kuna hifadhi za barabara, tumeona kuna hifadhi za maziwa, kuna hifadhi za misitu. Nimetolea mfano kama kwetu huku Njombe kuna msitu wa hifadhi za Mpanga Kipengele, kuna hifadhi za wanyamapori. Mfano kwetu mkoa wa Njombe kuna hifadhi ya Kituro pale. Kwa hiyo hizi ni hifadhi, lakini tumeona kuna ardhi ya kijiji ambayo inapatikana ndani ya mipaka ya kijiji kilichosajiliwa, lakini mipaka yake pia imepimwa vizuri na kufahamika na kusajiliwa rasmi. Kwa hiyo hizo ndio aina za ardhi. Kimsingi sasa inabakia tukifahamu kwamba ardhi yote ya Tanzania inabakia kuwa ardhi ya umma chini ya rais kama mdhamini kwa niaba ya Watanzania wote. Na hizi ardhi sasa hizi zote mdhamini anazisimamia, lakini kuna mamlaka husika, na ninapofika sasa kuna maamuzi mazito kidogo kwenye hizi ardhi, ndio maana yanaweza yakapelekwa mpaka kwa Mheshimiwa Rais na kufanya maamuzi juu ya hiyo ardhi. Niwashukuru sana wapenzi watazamaji na wasikilizaji kwa leo. Tunaomba tuishie hapo. Leo tumejifunza aina za ardhi. Tutakuwa na mwendelezo katika kipindi kinachokuja, usikose. Tunaenda kutazama misingi ya sera na sheria za ardhi. Ni sera gani zinasimamia ardhi? Sera hizo zinasemaje? Sheria zinasemaje? Usikose katika kipindi kinachokuja, lakini usisahau kuuliza maswali katika ukurasa wetu, ili tutakapoanza kipindi kinachokuja tuweze kuanza kujibu maswali na kueleweshana, na hatimaye tutaenda katika kipindi kinachokuja kujifunza mada nyingine, lakini tunaendelea na vipindi vyetu. Na unapopata fursa kutazama hapa, mwalike mwenzako, share na mwenzako, share YouTube channel yetu ili aweze kujifunza, kujua mambo yanayohusu masuala ya ardhi, kwani ardhi kumekuwa na changamoto nyingi, na wakati mwingine watu wanaweza kufanya maamuzi mabaya magumu yakamsababishia shida, kumbe kwa sababu hakujua taratibu na misingi na sheria na sera za ardhi. Asanteni sana, bye bye, mpaka kipindi kinachokuja tena tukutane kwa ajili ya kuelimishana. Asante sana.